upotevu tutakuwa tumeuambia bye bye. Ni kwa mujibu wa Biblia, kila kinachozungumziwa kinakwenda na maandiko. Kwa hiyo hii ni zawadi ambayo Roho Mtakatifu ameileta kwetu kwa ajili ya kuliponya kanisa. Hebu tunyoshe mikono juu ya kitabu hiki, tumwombe Mungu kwamba atakitumia kama chombo cha kuwafungua wengi. Mungu wetu, asante kwa zawadi hii ambayo umeileta kwa kanisa. Kitabu hiki, falsafa ya upako kwa mujibu wa Biblia, ni zawadi ya Roho Mtakatifu kwa kanisa, sio tu la Tanzania, lakini kanisa lote kwa ujumla. Kila atakayekisoma mpe kuwa mwalimu wa wengine, na kitumie kama chombo cha kumfanya awai yote katikati yetu asipotee kwa kutokuyajua maandiko. Asante Roho Mtakatifu uliyekileta, kwa sababu mafundisho haya utayasambaza kwa kasi kila mahali, ili neno lako litimie, kwamba nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Asante Mungu mwema, kwa sababu umefanya hivyo katika jina la Yesu. Tuseme wote amen. Asante sana. Baada ya hayo sasa, kwa sababu muda wetu unazidi kusonga, twende moja kwa moja sasa katika neno la Mungu. Tuinamishe vichwa vyetu tena, tumwombe Mungu. Mungu wetu, asante kwa ajili ya watu wako ambao wametoka mbali na karibu kuja katika kusanyiko hili kubwa la kihistoria. Hata asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye analifuatilia neno hili kwa njia ya vyombo mbalimbali vya habari. Roho Mtakatifu yatwae sasa yaliyo ya Kristo na kutupasha habari. Muongoze kila mmoja wetu na kumtia katika kweli yote, katika jina la Yesu. Amen. Asante sana. Somo letu la sasa lina kichwa uzima wa milele kwanza. Uzima wa milele kwanza. Kwa wale wanafunzi wa Biblia, tutakuwa tumesoma tena na tena kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, sura ya 2 na sura ile ya 3, tunaona juu ya makanisa 7. Makanisa haya 7 yanatajwa kwa majina yake: kanisa la Efeso, kanisa la Smyrna, kanisa la Pergamo, kanisa la Thiatira, kanisa la Sardi, kanisa la Philadelphia, na mwisho kanisa la Laodikia. Makanisa haya yalikuwepo nyakati hizo za kanisa la kwanza. Yalikuwa katika eneo linaloitwa Asia Ndogo, au katika eneo la nchi inayoitwa Uturuki kwa sasa. Kwa hiyo yalikuwa ni makanisa yaliyokuwepo kabisa nyakati hizo. Na sifa za kila kanisa zinaelezewa katika sura hizo 2. Lakini licha ya kwamba yalikuwa ni makanisa yaliyokuwepo nyakati hizo, kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya 1 mstari wa 19 inatueleza
kwamba mambo yaliyoandikwa katika Ufunuo Yohana ni mambo yanayohusiana na yale yaliyokuwako, lakini vile vile yatakayokuwako baadaye. Kwa hiyo licha ya kwamba makanisa yale 7 yalikuweko pamoja na tabia zake nyakati hizo, lakini yalikuwa yanazungumzia unabii wa nyakati zinazokuja baadaye. Na kwa sababu hiyo tunakuwa na kitu kile tunachokiita majira 7 ya kanisa, kutoka nyakati zile za kanisa la kwanza mpaka kanisa la mwisho. Miaka hii yote zaidi ya 2000 inagawanywa katika kile kinachoitwa na wanafunzi wa Biblia majira 7 ya kanisa. Leo sio kusudi la somo letu kuangalia kwa undani juu ya mambo ya unabii kama yalivyoandikwa katika kitabu cha Ufunuo Yohana, lakini itoshe tu kusema kwamba wanafunzi wa Biblia walivyoangalia wameweza hata kutoa au kuelezea kwamba kuanzia mwaka fulani mpaka mwaka fulani, kutokana na yale yaliyotokea, basi haya ni majira ya kanisa fulani. Na kwa hiyo kwa haraka kanisa la Efeso linaanzia majira ya mwaka wa 33 baada ya Kristo mpaka mwaka wa 100. Haya ndiyo majira ya kanisa la Efeso. Kanisa la Smyrna, sasa majira ya kanisa la Smyrna yalianza kuanzia mwaka wa 100 baada ya Kristo na kumalizika mwaka wa 312 baada ya Kristo. Baada ya hapo yalifuata majira ya kanisa la Pergamo. Majira ya kanisa la Pergamo sasa yalianza mwaka 312 baada ya Kristo na kumalizika mwaka 590. Majira ya kanisa la Thiatira sasa nayo yalianza mwaka 590 baada ya Kristo na kumalizika mwaka 1517. Tukumbuke vile vile kwamba kila jina, tafsiri ya jina hilo katika lugha ya asili ililoleta jina hilo ina maana kubwa sana katika unabii. Na kama nilivyosema, kwa sababu hili sio somo la kuangalia unabii huo kwa undani, tunapapasa tu kwa lengo la kufikia majira ya kanisa tulilomo sasa. Lakini kanisa lililofuata baada ya Thiatira, majira ya kanisa yaliyofuata baada ya kanisa la Thiatira ni majira ya kanisa la Sardi. Neno Sardi, labda kwa ili tupate tukuonja kitu fulani katika mambo ya unabii, neno Sardi lina maana yake ni wale wanaotoroka. Neno Sardi maana yake wale wanaotoroka. Na majira haya ya kanisa la Sardi yalianzia mwaka 1517 mpaka mwaka 1750. Na hapa ndio tunaona watu kama Martin Luther waliotoroka kutoka katika kanisa lile lilokuwako, na wakasema 1, 2, 3, 4, 5 haya sina amani nayo, yanahitaji masahihisho. Wakatoka. Na baada ya hapo walikuwepo watu wanaotoroka. Maana yake wanatoka katika makanisa yale yaliyozoeleka, yaliyokuwepo, wanatoka, wanakwenda kule.
wanatoka hapa, wanakwenda kule, wanaenda kule. Ni majira ya kanisa ambayo yanazungumzia juu ya kanisa la Sardi, wale wanaotoroka. Baada hapo ilifuata majira ya Philadelphia, majira ya kanisa la Philadelphia. Haya yanaanzia mwaka wa 1750 mpaka mwaka wa 1905. Hii ilikuwa ni miaka ya kanisa lilivyokuwa linarudi sana katika kweli ya utakatifu. Wahubiri maarufu sana duniani kama Charles Wesley, kama John Wesley, Finney na wengi wengine waliokuwa wanafundisha masomo ya utakaso kwa bidii sana. Nyimbo nyingi tunazozimba hizi za tenzi zilikuwa katika majira haya. Ni wakati kulipokuwa na uamsho wa kipekee sana, na watu wakirudi katika mstari wa neno la kweli la utakatifu. Neno Philadelphia maana yake Kiingereza brotherly love, upendo wa kindugu. Upendo ni utakatifu. Katika Wakorintho wa kwanza 13, upendo haufurahi udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Upendo unaozungumziwa katika Wakorintho wa kwanza 13 ni utakatifu. Ni majira ambayo kanisa lilikuwa takatifu sana, lilikuwa safi sana katika kipindi hiki, na lilienda kurudia usafi hatua kwa hatua namna hiyo. Sasa kuanzia mwaka 1905 mpaka wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa, haya sasa ndio majira ya kanisa la mwisho yanayoitwa majira ya kanisa la Laodikia. Majira ya kanisa la Laodikia yameanza mwaka 1905 na yatamalizika katika kipindi kile kinachoita ukamilifu wa dahari. Ukamilifu wa dahari maana yake ni mwisho wa majira haya, ambapo parapanda italia na kanisa litanyakuliwa. Nendeni mkawafanye mataifa kwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Tazama, niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Hayo maneno ukamilifu wa dahari inazungumzia mwisho wa kipindi hiki cha kanisa la mwisho au kanisa la Laodikia. Sasa kwa kuangalia sura ile ya 3, tunaona yale yaliyotabiriwa au kunenwa juu ya kanisa la Laodikia ambalo tunaishi sasa. Kwa majira tofauti haya tuliyotaja, bado unaweza ukakuta kanisa fulani mahali fulani katika wakati huu tulionao, ukalifananisha na majira yale ya kanisa la Efeso, jingine ukalifananisha na majira yale ya kanisa la Smyrna katika eneo fulani katika dunia hii moja, na lile ukalifananisha na majira ya kanisa la Philadelphia, hivyo kama yaliyokuwepo makanisa 7 katika eneo hilo dogo. Lakini kwa ujumla wake sasa, kanisa duniani kwa sasa linapita katika majira yanayoitwa majira ya kanisa la Laodikia. Sasa sifa za kanisa la Laodikia tunazipata kwa sehemu katika Ufunuo Yohana, ambapo tunaangalia tu kitu fulani ambacho kitatupelekea kuangalia kwa undani zaidi yale tunayotafakari hapo, na tutaangalia kwa undani zaidi katika somo letu. Ufunuo Yohana sasa sura ile ya 3. Ufunuo Yohana sura ile ya 3 mstari ule wa 14
mpaka mstari ule wa 22 tunaona maneno yanayohusiana na kanisa la Laodikia. Sasa mstari wa 17. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu. Nawe hujui ya kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Naendelea kusema, nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akiisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu. Nawe hujui ya kuwa wewe mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Kanisa tajiri, lakini maskini. Tuseme wote hivyo. Kanisa tajiri, lakini maskini. Kanisa tajiri, lakini maskini. Ndio uvumbuzi wa mambo mengi tunayoona ambayo yamefanya dunia iwe sehemu ya ajabu sana ya kuishi. Ulianza mapema kabisa miaka ya mwanzoni mwa mwaka 1900. Ukianzia hapo mwaka 1901, 1902, 1903, 1904. Vumbuzi za ajabu sana sasa za mambo mengi tunayoona zilitokea. Moja kati ya vumbuzi hizo ni ndege zilizoweza kufanikiwa kuruka angani, ambazo ulikuwa ni uvumbuzi wa ndugu wawili wa tumbo moja ambao wanaitwa Wright brothers. Hawa walivumbua ndege na kuifanya kuanza kupaa, na yale yaliyotajwa maarifa yataongezeka katika Daniel sura ya 12. Unabii huo umetokea sana katika kipindi cha miaka 100 tu iliyopita. Vitu vingi vidogo vidogo tunavyoviona mkononi, tunavyovishika mikononi kila siku, havikuwapo miaka iliyotangulia. Kwa mfano, hata kalamu hizi tunazotumia kuandika zenye wino ambazo tunaita biki, nyingine biro na kadhalika, zimevumbuliwa tu katika kipindi ambacho sio kirefu kilichopita. Ni katika majira haya ya miaka 100. Wakati sisi tunasoma miaka 60, na wale wote warika letu waliosoma miaka hiyo, kalamu hizi hazikuwepo katika nchi yetu. Tulikuwa tunatumia vidau vya wino, na kulikuwa na kalamu ambayo inakuwa imechongoka fulani hivi, alafu nachovya kwenye wino, alafu ndio unaandika. Kwa hiyo kalamu hizi zimekuja wakati sisi ni vijana wadogo, ndio zimeanza kuonekana. Vitu vingi tunavyoviona leo, unaingia kwenye gari, unapiga start ya gari inawaka. Wakati sisi ni vijana wadogo tunasoma shule za msingi, magari ya namna hiyo hayakuweko. Magari ili uwashe gari
ilikuwa inatumika chuma fulani ambacho kinawekwa mbele pale ya gari, kinachomekwa ndani, alafu mtu fulani kijana mwenye nguvu sana anakizungusha namna hii, anapaa mpaka juu. Sasa yule ndio alikuja kuitwa turn boy. Neno turn, zungusha, alafu boy mvulana. Kwa hiyo yule alikuwa anazungusha kile chuma ndio alikuwa turn boy. Sasa tumezoea tu turn boy. Wewe uliyezaliwa miaka ya karibuni, kizazi kipya, huwezi kujua sana hata turn boy ilitokea wapi. Lakini sisi nyakati hizo tuliona hawa wakizungusha hivyo vyuma, alafu ndio gari linawaka. Kama mvua ikinyesha, ilikuwa lile gari linasimama. Kulikuwa hamna wiper, kulikuwa hamna hivi vidani vya kutoa maji kwenye vioo vya gari mbele. Battery hizi tunazozitumia, hizi battery zilikuwa hazipo. Hizi battery za torch, zilikuwa hamna battery za namna hiyo, ilikuwa ni mabattery makubwa. Baba yangu alikuwa ni mwalimu wa shule ya msingi, na watu nyakati zile, wakati sisi tunasoma shule ya msingi, walikuwepo watu wachache sana wenye uwezo wa kununua radio. Na radio za nyakati hizo ilikuwa betri ni kubwa sana, yani kama mabetri ya gari saizi, makubwa zaidi. Kwa hiyo na radio ilikuwa inawekewa mlingoti mrefu sana juu ili kupata mawimbi ya radio. Na kwa hiyo ukipita kijijini ukiona ule mlingoti mrefu sana, wanajua pale kuna radio. Na nyakati hizo sasa walikuwepo na wakusanya kodi, kwa sababu kila mtu aliyekuwa na radio alikuwa analipa kodi ya radio. Kwa hiyo ukiona tu mlingoti mrefu, najua pale kuna radio. Kwa hiyo sasa walikuwa wanakuja, nakumbuka nikiwa mtoto, wanakuja. Sasa baba tunashangaa, analitoa lile mlingoti. Baba yetu mzazi analitoa lile mlingoti, analificha, kumbe anakwepa kodi. Unaona? Sasa tukizungumza maneno hayo, inaonekana kama kichekesho, unaona, kwa vijana wa sasa. Lakini ndio maisha tulioishi ya simu zile za kukoroga. Unakoroga namna hii, yani kama vile unakoroga sijui kitu gani, unamwita operator. Ndio unamwambia sasa nataka namba fulani, unaweza kukaa kama saa nzima hivi akutafutie, yani kama uko Dar es Salaam unaweza kukaa saa nzima akutafutie simu ya Moshi. Halafu ndio anakuita. Hiyo simu yako ya Moshi, pokea. Leo tunatembea na visimu tu mkononi. Na leo hata wengine saizi tunafuatilia somo hili kwenye gari, lakini unaniona kabisa. Maarifa yameongezeka. Na ni nyakati sasa hizi za maarifa kuongezeka, ndipo linaitwa kanisa tajiri. Kwa sababu leo tunakwenda kwenye magari, tunatembea na ndege hizo, mabodaboda kila mahali. Kuna utajiri wa vitu vya mwilini vingi ambavyo havikuwepo miaka yote iliyotangulia, au katika majira yote 6 ya kanisa iliyotangulia. Lakini nyuma ya vitu hivi iko roho ya shetani ambayo wengi wetu hawafahamu. Katika Mathayo sura ile ya 4, shetani alimchukua Yesu mpaka juu ya mlima mrefu, halafu akamwonyesha ulimwengu, akamwonyesha fahari yote ya ulimwengu, akamwambia, ukinisujudia nitakupa hivi vyote. Shetani sehemu nyingine anaitwa mkuu wa ulimwengu. Yesu mwenyewe anamuita hivyo, mkuu wa ulimwengu yuaja, wala hana kitu kwangu. Akasema hivyo Yesu, anamuita mkuu wa ulimwengu. Sehemu nyingine katika Wakorintho anaitwa mungu wa dunia hii, ndogo. Kwa hiyo utaweza kuona ukiwauliza wale watu wanaokwenda kuchimba madini ya almasi, ya dhahabu katika migodi mbalimbali, watakwambia mambo ya maluelue mengi wanayokutana nayo katika machimbo, mambo mengi ya nguvu za giza.
yako sana kwenye machimbo. Ni huyu adui ambaye yuko nyuma hizi mali, yuko nyuma ya vitu hivi vya utajiri wa dunia. Kunakuwa na roho fulani ambayo iko nyuma yake, na wengi hawajui. Sasa kanisa tajiri lakini maskini, maana yake nini? Mawazo yote ya watu wengi nyakati hizi yatakuwa yanajengwa katika vitu vya dunia hii tu vinavyopita. Kupata mafanikio ya kimwili, upate magari, jenge majumba, upate mchumba, upate nguo nyingi za fahari, upate hiki au kile, vitu vya mwilini, fahari ya mwilini. Na mawazo yetu yote na hata mafundisho mengi na mahubiri mengi yatakuwa yanalenga kuwafanya watu wapate vitu hivyo. Na hata leo unaweza kuona mtu anasema ni mhubiri au mchungaji fulani mwenye mafanikio. Na mafanikio ya mhubiri leo au mafanikio ya mchungaji leo yanapimwa kwa nyumba ngapi anazo, kwa magari mangapi anayo. Na watu wanaona fahari kupiga picha sebuleni mchungaji mzima na kuweka ile fahari ya sebuleni kwenye ukurasa wake wa Facebook, kwamba mimi nimefanikiwa. Amefanikiwa kwa sababu ya makochi ambayo yako juu sana, kichwa chake kinaishia katikati. Amefanikiwa. Sasa Yesu akasema ni tajiri lakini maskini. Watu wengi unaona wanatembea na magari leo, ni matajiri lakini ni maskini. Watu wengi unaona wako kwenye majumba ya maorofa mengi, ni matajiri lakini ni maskini. Tena ni vipofu na uchi, wamejaa mashaka. Na leo mahubiri mengi yanazungumzia juu ya miujiza ya vitu. Watu wanapelekwa kila mahali kutafuta miujiza ya vitu. Wanazunguka kila mahali kutafuta vitu vya dunia hii. Ndugu zangu, mimi naamini sana juu ya miujiza. Na kwa neema ya Mungu alinitumia kuwa mwasisi wa maombezi katika ibada za makanisa. Hii maombezi ya namna hii tunayoona yamevuma katika nchi yetu. Tulianza maombezi hayo mwaka 1991 mwishoni. Na maombezi hayo yakavuta sio maelfu, mamilioni kwa mamilioni ya watu. Nimeona miujiza mingi sana. Ninajua sana kwamba Yesu ni mtenda miujiza. Hata katika makanisa yetu kule mbele madhabahuni tumeandika hivyo. Yule mtenda miujiza Yesu Kristo yuko hapa leo. Lakini na kweli miujiza inaweza kuvuta watu wakaja makanisani, wakatolewa ulimwenguni. Inakuwa kama chambo ambacho samaki ukimpelekea wakati mwingine ndoana ile kavu. Neno la Mungu linakuwa kama ndoana, upanga ukatao kuwili. Ukimpelekea kile chuma peke yake anashtuka, huwezi kumnasa. Kwa wakati mwingine unaweka hiyo bait, wanaita Kiingereza, unaweka nyama fulani, utumbo fulani ambao samaki yule anaupenda, alafu akiuona anakuja kutafuta ile nyama, alafu anajikuta amenasa katika ile ndoana. Miujiza inatumika hivyo, sawa. Lakini wahubiri lazima tuwe waangalifu sana. Kazi ya kila mhubiri itapimwa siku ile ya mwisho. Paulo mtume anazungumza katika Wakorintho wa kwanza sura ya 9, nisije nikawahubiri wengine na mimi nikawa mtu wa kukataliwa. Tunaweza tukahubiri wengine,
tukaonekana tuna majina maarufu katika television na radio katika ulimwengu wa sasa, lakini tukawa tunaonekana matajiri mbele ya macho ya wanadamu, lakini mbele ya macho ya Mungu au mbele ya macho ya Yesu Kristo ni vipofu, ni uchi, ni wenye mashaka, ni maskini. Paulo mtume akasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 9, Wakorintho wa kwanza sura ile ya 9 mstari ule wa 27. Wakorintho wa kwanza 9:27, bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikisha kuwahubiri wengine mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Neno hili kuna wakati nililiandika mahali fulani ili kila wakati niliangalie. Naogopa sana kwamba naweza kusimama mbele ya maelfu ya watu kama hivi, halafu ile siku nikataliwe. Siku moja niliwahi kuonyeshwa maono fulani, jinsi ambavyo tulikuwa jinsi ambavyo wahubiri walikuwa mahali fulani wanahubiri, halafu baada ya kufa wakachukuliwa katika jehanamu ya moto, wakakutana na mashetani kule yaliyokuwa yanawapiga. Wewe ulikuwa unahubiri, wewe ulikuwa unanihubiri, wewe ulikuwa unanitaja shetani na kusema unanikemea, sasa tuko pamoja. Wale wanaoitwa kwamba kwao itakuwa ni kilio na kusaga meno ni wahubiri ambao wanahubiri, na siku ya mwisho wanakuwa watu wa kukataliwa. Kumbe basi ni lazima tujue sisi kama wahubiri ni neno gani la msingi katika kuhubiri kwetu. Tunatakiwa kuhubiri nini? Lipi tunaliita neno la msingi la mahubiri yetu, ili tujipime kwamba tunahubiri sawasawa na mapenzi ya Mungu au la. Ndugu zangu, ni muhimu kukumbuka wakati wote kwamba neno au mstari unaoitwa mstari wa msingi kabisa wa Injili ni Yohana 3 mstari wa 16. Nyakati zile za nyuma, makanisa mengi yalikuwa na shule zinazoitwa shule za Jumapili. Watoto wanafundishwa. Kila mtoto alitakiwa kukariri mstari huu. Kama hujui mistari mingine yote, ulitakiwa kufahamu mstari huu kwa kichwa. Hata mimi nilijifunza kufahamu mstari huu kwa kichwa tangu nikiwa mtoto mdogo sana. Na mstari huu ndio mstari wa msingi unaozungumzia Injili ni nini kimsingi. Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na magari mengi. Inasema hivyo? Awe na mchumba mzuri. Inasema hivyo? Awe na majumba mengi ya maorofa mengi. Inasema hivyo? Awe na pesa nyingi, mabilioni, na kuwa bilionea mkubwa duniani. Inasema hivyo? Bali awe na nini? Bali awe na nini kanisa? Awe na uzima wa milele. Huo ndio msingi wa Injili. Hakuna mtenda miujiza kama Yesu Kristo. Hakuna aliyefanya miujiza ya kushangaza kama Yesu Kristo. Yeye ndiye chanzo cha miujiza ya Mungu. Alihubiri Injili. Alihubiri, aliponya wagonjwa. Hakuna ugonjwa uliokuja kwake ukakosa dawa. Dawa ya ukoma imepatikana kama miaka 70 tu hivi iliyopita duniani. Na kwa miaka yote iliyotangulia ukoma ulikuwa hauna dawa. Na wakoma walikuwa wanatengwa kabisa na jamii. Lakini wakoma walikuja kwa Yesu. Koma mmoja akasema, ukiweza waweza kunitakasa.
Maana yake aliona ni kama magonjwa yote Yesu anaweza kuponya, lakini ukoma hawezi. Naye akasema ukiweza, yani maana yake unaniambia mimi ukiweza. Nataka takasika. Kuisha maneno. Leo watu wengi wanazungumza na kubrag na kujivunia upako. Kama ni upako kweli tunataka kusikia nataka takasika. Kuisha maneno. Lakini mpaka ushike madongo, mpaka majivu, kichwa chote kijae majivu. Manabii wa Baali nao walifanya hivi. Walijirusharusha kila mahali mpaka wakajikatakata kwa nyembe. Elia akawaambia, endeleeni kutia bidii, labda Mungu wenu amelala au amesafiri au ana shughuli nyingi. Hizi mwemwe nyingi hizi, nataka takasika. Huyo alikuwa Yesu. Huyo alikuwa Yesu. Ukoma ukapata dawa miaka ile. Na dawa imekuja kuvumbuliwa miaka 70 tu iliyopita. Unaona? Amekufa siku 4 kaburini. Unajua kwa desturi za Wayahudi walikuwa wanaamini mtu akifa ile roho yake ilikuwa inazunguka kaburini kwa siku 2. Alafu ndio inaondoka. Ndio maana makaburi yale ya kuchonga kwenye mwamba, halafu naweka jiwe juu ya mlango, ndivyo yalivyoanzishwa. Ilikuwa ni desturi ya Wayahudi, waliamini hivyo. Kwamba mtu akifa mnaweza kusubiri hivi, halafu roho yake ikarudi, huwa inazunguka tu pale kwa siku 2. Ndio maana Yesu ilimlazimu kufufuka siku ya 3. Angefufuka siku ya 2 ungesema ni roho tu ilikuwa inazunguka pale ikarudi. Unaona? Kwa hiyo sasa akangoja siku ya 2 imepita, Lazaro amekufa, amezikwa, na makaburi yake yalikuwa ya namna hiyo. Kaburi ambalo Lazaro alizikwa lilikuwa la jinsi hiyo. Kwa kawaida walikuwa nalia kidogo siku ya kwanza, sio vilio sana. Siku ya 2 ikipita, sasa ndio vilio vinazidi. Walikuwa nakodiwa mpaka wale waliaji. Hata leo kuna makabila yetu hapa wanakodiwaga yani wale ambao wakianza kulia tu, hata wewe ulikuwa huna kilio utalia. Sasa wakalia, manake ikifika siku ya 3 wanajua ile roho basi hairudi. Ndio wanaamini sasa huyu kweli basi ameenda. Yeye akangojea walie sana siku ya 3. Mpaka siku ya 4 ndio ile dada yake akasema, Bwana, kama ungalikuwepo mapema labda, lakini sasa hizi siku 4. Akasema ukiamini utaona utukufu wa Mungu. Akaenda wakati Wayahudi wote wanashangaa, wanalia, wanajigaragaza. Akasema tu, Lazaro, njoo huku nje. Kuisha maneno. Lazaro akafufuka. Hakuna mbwembwe za mafuta wala maji wala udongo wala majivu. Come on. Lazaro, njoo huku nje. Watu wakamiminika wakimfuata. Biblia inasema katika Luka sura ya 11 mwanzoni hapo, maelfu walikuwa na kanyagana, hata ikuwapo nafasi. Katika Marko sura ile ya 2 ilibidi watu watoboe dari ili kumtelemsha mgonjwa wao, kwa sababu nafasi ya kupita ilikuwa haiko. Watu walikuwa wanapeleleza, Yesu akitoka hapa anaenda wapi? Hajawaambia. Lakini wanakimbia kuwahi kule anakokwenda. Akienda anakuta alikishamtangulia kule, ili wewe wa mwanzo kuombewa. Na siku moja, miongoni mwa miujiza ambayo ilisimuliwa sana,
ilikuwa pale ambapo ulikaa na watu nyikani siku 3. Halafu mikate michache ikaibariki, ikawa mikate mingi mizuri. Na samaki wachache, chakula cha mtoto mdogo wakawa samaki wengi. Watu walivyokula mikate, unajua mikate ilikuwa gharama hata nyakati hizo. Watu walivyokula ile mikate, wakashiba, wakasema, huyu si ndio wakufuata Bwana? Dini si ndio hii? Makuhani wetu hawatupi mikate. Umati ukazidi sana kumfuata Yesu. Unataka miujiza, unataka mikate, unataka divai, unataka vitu vya dunia hii. Tumesikia samaki, Petro aliambiwa aende akavue samaki. Alipovua samaki, akafungua kwenye kinywa cha samaki, akaona pesa. Wanataka miujiza namna hiyo sasa. Ndipo akawageukia, akamwambia, amekuja tena kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Kwa hiyo mnataka mikate sasa tena. Sikiliza alichowaambia. Na hiki anatakiwa kila mhubiri ujipime. Wewe unayehubiri miujiza, iko siku unaweza kufika mahali ukasema maneno haya. Twende pamoja katika Yohana sura ya 6 sasa. Yohana sura ile ya 6. Yohana sura ile ya 6. Yohana sura ile ya 6. Sasa tunasoma mstari ule wa ukisoma mstari wa 26 anasema, ninyi mnanitafuta, na mwishoni pale anasema, kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Sasa mstari wa 27 uangalie kwa makini, na tamani ungepiga mstari huo katika Biblia yako. Ungeweka mstari hapo kwa kalamu. Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika. Tuseme wote hivyo. Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho mwana wa Adamu atawapa. Yesu akawaambia kwamba miujiza yote hii mnayokimbizana nayo ni chakula kinachoharibika. Na leo kuna injili za chakula kinachoharibika. Na watu wanakitendea kazi chakula kinachoharibika. Wanatoka mji mmoja kwenda mji mwingine, wakisikia kuna nabii mpya ameingia mjini. Kote huku wanafuata chakula kinachoharibika. Magari ambayo yanaharibika, majumba ambayo yanaharibika, vyovyote vile vya dunia hii ambavyo mwisho wake ni hapa, vitaishia hapa. Yesu anasema msikitendee kazi chakula kinachoharibika. Kama mawazo yetu yote ni kukimbizana kwamba Mungu atupe magari, Mungu atupe majumba, Mungu atupe mapesa, Mungu atupe sijui vitu gani vya dunia hii, nguo, sijui vitu gani, basi tujue tunakitendea kazi chakula kinachoharibika. Kwa sababu mwisho wa siku ile ya kufa, vyote vitabaki hapa. Na ndipo utajua kumbe ulikuwa maskini ingawa ulikuwa tajiri. Ndio utajua kwamba ulikuwa kipofu ingawa ulikuwa nafikiri unaona. Ndipo utajua kumbe ulikuwa uchi ingawa ulikuwa naona umevaa nguo za kifahari. Yesu akasema anazungumza na watu wale ambao walikuwa wanatafuta miujiza namna hii. Akazungumza nao katika Marko sura ile ya 8. Marko sura ile ya 8 mstari wa 36. Marko sura ya 8 mstari wa 36 akasema maneno ya msingi sana. Akasema, kwa kuwa itamfaidia mtu nini kuupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake? Kama ingewezekana magari yote ya ulimwengu huu yakawa yako, halafu siku ukafa, ndugu yangu, hutakwenda hata gari moja kule unakokwenda.
yote utayaacha hapa na watu wataanza kugombania magari yako. Ingewezekana majumba yote ya duniani yakawa yako. Ingewezekana dhahabu zote za duniani zikawa zako, almasi zote na madini yote yakawa yako. Hata ungekuwa tajiri kiasi hicho, siku ya siku utakufa tu lazima. Hakuna mtu yoyote tajiri ambaye kwa utajiri wake aliwahi kuishi hapa duniani asife. Matajiri wote wameonekana duniani wakafa. Wafalme wenye majina makubwa waliotikisa dunia kama Alexander the Great hatimaye walikufa. Mwenyekiti Mao Zedong ambaye watu walimuona kama Mungu hatimaye alikufa, na Wachina hawakuamini kama huyu kumbe naye anaweza kufa. Miaka na miaka ilipita kuwashawishi watu kwamba Mao Zedong, kiongozi wa China, amekufa. Na unaweza kutaja majina ya watu maarufu waliokuwepo, wanasayansi maarufu waliokuwepo, akina Michael Faraday, akina Newton, akina Einstein. Ungeweza kutaja majina ya watu wote maarufu katika fani zote mbalimbali za elimu, pamoja na maarifa yao, pamoja na akili zao, lakini siku moja waliondoka na vyote waliviacha. Walienda labda na kinguo kimoja tu kwenye jeneza. Juzi mtu mmoja katika nchi jirani ya Kenya hapa, watu wakasema utajiri wake huu kweli aondoke hivi hivi. Wakasema hapana, basi aidhuru aende na gari moja. Wakachimba kaburi pana kubwa sana, halafu ile maiti wakaifunga kwenye gari lake. Akawa kwenye ile sehemu kama vile anaendeshwa na dereva, lakini kwa sababu ni maiti sasa akafungwa kama na belt, kama na mikanda sasa, ili kuhakikisha ile maiti inaendelea kubaki kwenye kiti. Halafu lile gari zuri la kifahari lenye maiti ile ndio likatelemshwa kwenye kaburi. Halafu wakafunika namna fulani kwamba haidhuru ameenda na gari lake moja. Kumbe hata wakitia bidii sana ndio wanaishia na gari hilo, tena wamefungwa mikanda ili usianguke. Ndio mwisho wa mtu ambaye ni kipofu. Anafikiri anaona, anafikiri ana elimu, lakini hana elimu ya mambo ya rohoni. Ndugu zangu, mwanadamu akishaumbwa anaishi maisha yanayoitwa maisha ya milele. Na wengi hawajui neno milele maana yake nini. Neno milele maana yake muda mrefu sana usio na mwisho. Ingewezekana, kama ingewezekana kufunga kamba kutoka hapa kwenye ardhi duniani mpaka kwenye jua, umbali wa kutoka kwenye ardhi duniani mpaka kwenye jua ni kilomita 148 milioni. Kama ingewezekana, yule mnyama anayeitwa kinyonga anatembea, anaenda mbele, anarudi nyuma. Kama ingewezekana akaifuata ile kamba, ule muda ambao angetumia kutoka duniani mpaka kwenye jua, halafu akarudi na kufanya safari ya kwenda na kurudi mara milioni 10, ule muda bado ni sehemu ndogo sana ya kile kinachoitwa milele. Kama ingewezekana kuweka mtoto mdogo ambaye angekuwa na kifusi na kifuu cha nazi, akatumia kile kifuu cha nazi kuchota maji katika bahari ya Hindi na bahari nyingine, Atlantic, Pacific na kadhalika, ule muda ambao angeweza kukausha bahari zote na maji yale yakayamwaga kwenye nchi kavu, ni sehemu ndogo sana ya milele. Kama ingewezekana mtu mmoja kusoma vitabu vyote vya duniani, akasoma kitabu cha kwanza akakimaliza,
mpaka akasoma vitabu vyote vya fani zote duniani, vya elimu zote duniani. Ule muda ambao mtu mmoja angetumia kusoma vitabu hivyo vyote vya dunia nzima ni sehemu ndogo sana ya milele. Muda tunaoishi duniani ni mfupi sana ukilinganishwa na muda ambao tutaishi baada ya kufa. Ndugu zangu, kuna maisha baada ya kufa. Tunajuaje kuna maisha baada ya kufa? Yesu akatufundisha. Akawachukua Petro, Yakobo na Yohana, akawapeleka juu ya mlima mrefu faragani. Na Biblia inazungumza katika Mathayo sura ile ya 17 kuanzia mstari wa 1. Na baada ya siku 6 Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, sasa angalia kwa makini mstari wa 3, wakatokewa na Musa na Elia wakizungumza naye. Musa tangu alivyotoweka ilikuwa imepita yapata miaka 1700 mpaka kufikia wakati huu. Tangu Elia alipotoweka ilikuwa imepita yapata miaka 1000 mpaka kufikia wakati huu. Sasa wanamuona Musa aliyekufa akazikwa na Mungu, wanamuona uso kwa uso. Kumbe miaka 1700 baada ya kufa kwake aliendelea kuishi. Kumbe Elia baada ya kutoweka kwake miaka 1000 baadaye bado yuko anazungumza. Yesu alitaka kutufundisha kwamba kuna maisha baada ya kufa. Na muda huu tunaoishi duniani ni mfupi sana kuliko muda ule ujao. Na ndio maana utaona Yesu Kristo aliweka mkazo sana kufundisha juu ya uzima wa milele. Akataka watu tusiweke mkazo katika kuwaza tu juu ya uzima wa sasa hivi, kupona magonjwa na tukawa tayari kwa lolote. Unajua mtu kama mgonjwa anataka kupona, anakuwa tayari kuambiwa lolote afanye. Wengine wanaenda kwa ganga kienyeji, wanaambiwa nenda katafute sisimizi mwenye mimba, alafu ulete. Ataenda kusaka sisimizi mwenye mimba. Mtu mmoja alikuja kwenye maombezi katika ibada fulani kwangu, akasema aliambiwa na mganga aende kule feri, kule kivukoni, kwa wale wanaofahamu jiji la Dar es Salaam. Akaambiwa aende halafu avizie wakati ambapo pale baharini hakuna mtu hata mmoja kwenye boti kule baharini. Hakuna mtu yote anayepita kule baharini wala nchi kavu. Akiona hakuna mtu yuko peke yake, ndio achote maji, alafu yale maji yampelekee. Anavizia usiku kabisa, anaona wavuvi ndio wanarudi. Asubuhi kabisa watu wamejaa wanauza samaki. Kila wakati manake ukawa haufai, amekaa hapo siku nyingi. Anatafuta kuchota maji wakati yuko peke yake. Na kwa hiyo watu ambao wanawaza tukupona kwenye mwili wako tayari kwa lolote. Ndio maana ukiwaambia hata kunywa mkojo watakunywa. Ukiwaambia chochote, kula nyoka watatafuna, manyasi watatafuna. Kwa sababu wanawaza juu ya uzima wa mwili unaopita. Uzima wa muda mfupi sana. Ndugu zangu, Yesu alifundisha kiasi kwamba watu walijengewa kitu cha kutamani uzima wa milele. Kiasi kwamba hata kama mtu aliumwa alikuwa haoni chochote. Paulo mtume aliyepata neema ya kuchukuliwa mpaka mbingu ya 3. Mbingu ya 3 ni mbinguni. Mbingu ya kwanza ni hii hapa ambayo tunaona mvua inanyesha, inatoka kwenye mawingu na tunyeshea. Hapa ndio inaitwa mbingu ya kwanza. Mbingu ya pili ni kwenye sayari, mwezi, jua na sayari mbalimbali, Venus, Mars, Jupiter, Mercury, Saturn. Sehemu hii yenye sayari nyingi hii ndio mbingu ya pili. Juu ya mbingu hiyo ndio inaitwa mbingu ya 3 mbinguni.
Paulo anataja alikwenda mpaka mbingu ya 3 mbinguni. Na mafunuo aliyoyapata kuhusu mbinguni yalimpa kusema katika Wafilipi, kufa kwangu ni faida. Kama tukijua ukiishi kama mtakatifu, ukiwa umeokoka, halafu ukaishi kama mtakatifu, ukaishi maisha ya utakatifu duniani, hutaogopa kufa. Utasema kufa kwangu ni faida. Hutatikiswa na mashetani anayokuambia nitakuua. Nitakuua. Utasema ukiniua kwangu ni faida. Lakini leo watu wengi wanaoitwa Wakristo hawajui kwamba kufa ni faida. Lakini baada ya somo la leo, kwako utasema kufa ni faida. Na mhubiri wa Injili na mchungaji utafundisha tena na tena juu ya uzima milele, baada ya kufahamu jinsi ambavyo kama mtu amekufa, ameokoka, amekufa katika akiwa anaishi maisha ya utakatifu, jinsi ambavyo anakwenda mahali ambapo ni pazuri, namna ambayo haiwezi kuelezeka. Kwa muda tutachukua muda kuelewa kwa nini watu walitamani. Unajua Yesu alizungumza juu ya uzima milele mpaka ikafikia mahali kila mtu anakwenda na mwambie, mwalimu, nifanye nini ili nipate kurithi uzima milele? Hawasemi nifanye nini ili nipate magari mengi. Unajua tatizo linalokuwepo, injili hizi za leo ambazo watu wanazungumza sana juu ya vitu, ni injili ambazo haziwezi kupokelewa na watu wengine. Leo kuna mashuhuda mengi ambayo mengine matajiri wanasikia shuhuda hizi katika makanisa ya kilokole, wanacheka mpaka wanataka kuanguka. Maana mtu anashuhudia jinsi namshukuru Bwana Yesu amenipa gari lile, yani gari lenyewe kamtumba fulani ka ajabu tu. Eti anashuhudia muujiza kagari.